Mwanzoni kabisa wa movie yetu tunaona kuna mwamba huyu hapa ambaye inaonyesha amepigwa na akapigika na yupo kwenye hali mbaya sana, na huenda anaamini dunia sio sehemu tena salama kwa yeye kuendelea kuwepo. Akiwa bado haelewi, kuna kikosi kingine cha wapigaji wanakuja wakiwa na marungu na silaha za kutosha. Anajiandaa kupokea kichapo, lakini cha ajabu watu hawa wanampita kama hawamuoni, wakielekea ule uelekeo ambao yeye alitoka. Anajaribu kugeuka ili ashuhudie hawa watu wanapeleka wapi tena hiki kichapo, lakini alichokiona kilimshtua sana na kumstaajabisha. Unadhani aliona nini huyu mwamba kitu ambacho kilimshtua namna hii? Au alikumbwa na nini huyu mwamba jambo ambalo likapelekea akawa kwenye hali hii mbaya? Kupata majibu ya maswali haya yote, endelea kufuatana nami. Jina langu ni Dia Mwendo na hii ni Dia Mwendo Movie Recap. Tafadhali usisahau kusubscribe na kushare ili wa kwanza kupata habari pindi tu tunapopandisha mizigo mpya. Movie yetu inaanzia hapa ambapo tunaona kuna hao vijana wawili wakiwa wamekaa. Mmoja anaitwa Tizi na mwingine anaitwa Big Elo. Wakiwa kwenye mazungumzo yao, Tizi anasema kwamba aliporudi kutoka Ulaya alibeba viatu ambavyo kuna jamaa mmoja anaitwa Wisdom alitaka kuvinunua. Ajabu ni kwamba tokea ampatie viatu vyake, anasema mpaka sasa hajalipo pesa yake, na anamwambia rafiki yake kuwa anataka aende nyumbani kwake Wisdom kwa ajili ya kufuata pesa yake. Na baada ya hapo tunaona vijana hao wananyanyuka, Tizi akielekea kwa Wisdom na Big L akienda stationery ili kuprint kazi zake za shule. Tizi anachukua boda na inampeleka hadi kwenye kijiji kimoja kinaitwa Alu. Huko ndiko anakoishi Wisdom. Pikipiki inamshusha nje kidogo ya saloni moja hivi, na ndani ya saloni hiyo tunaona kuna vijana ambao baada ya kumwona Tizi wanaanza kuzungumza na wanasema kuwa vijana wa siku hizi wanatumia tu pesa za wazazi wao bure kusomea, lakini wanapomaliza hakuna maendeleo yoyote ambayo wanayafanya hapa mtaani. Baada ya Tizi kufika kwa Wisdom, anakuta geti limefungwa na Wisdom hayupo. Anaamua tena kuchukua boda na kurudi nyumbani. Anapofika anamkuta rafiki yake Big L na anamuelezea jinsi ambavyo amefika kwa Wisdom na simkuta. Lakini Big L anamtia moyo na kumwambia kuwa asijali, Wisdom lazima amlipe hela yake, na kama ataenda tena kwa Wisdom amwambie ili aweze kumsindikiza, asiende tena peke yake. Sasa hawa jamaa Tizi pamoja na Big L wana washikaji zao wawili ambao kwa pamoja wanaunda kundi lao la watu wanne na wanaimba mziki na wana ndoto za kufika mbali sana kimziki. Na leo walikuwa na ratiba ya kufanya performance ya nyimbo zao sehemu moja hivi, na waliua balaa kwenye performance hiyo, jambo ambalo likawafanya